Pasi mtambalizo na imepokelewa tena na Jazzy Dukapel. Maloko anaendelea kudrive na jaza ndani kule, anatoa nje. Nader Gandri kona. Derades hapa Tunis. Madhambi yamefanyika, mwamuzi ameng'amua. Alikuwa anapita mbele yake na mpira Adem Gareb, yule Taufik Sherif. Bernard Morrison kutoka nje ya picha kuchezea, akiwa analalamikia kwa line kwamba amefanyiwa madhambi, lakini Khalid Aucho anamwambia hapana, rudi. Haya. Azuni Lari ameijaza ndani, kuna chezo kwa kichwa, mpira ule unakwenda nje. Baada ya Lari Azuni kuijaza ndani, karuka juu na mpira ukakosa target. Zuhair El-Dawad, madhambi amefanyika tena, amefanya Bernard Morrison, amefanya madhambi na yuko chini Skander Abid, fullback right ya Club Africain, nyota mwenye bao moja kwenye kampeni ya CAF. Haya, wameshapokwa kwa kasi. Faisal Salum Abdallah atakwenda kuchukua mpira ule, lakini amekaa imara Gandri. Nader, kiangalia ni kipande cha mtu anaulinda mpira, na Faisal Salum ametafsirika amefanya madhambi. Nader Gandri naye ana bao moja, lakini alifunga kwa mkwaju wa penalty katika mchezo dhidi ya Kipanga. Aliuzuia mpira, lakini wakati anaendelea kuulinda Faisal Salum Abdallah akafanya foul. Kapitisha mahali katika njia ambayo ameionyesha Jazzy Maloko Dukapel, kampitisha mpinzani, ameupokea katika half space. Kibwana Shomari anaojaza ndani huko, anakamata mlinda lango Hassan Moez. Hassan Moez, bravo, wala haukumteleza. Fantastic pass kutoka kwa Faisal Salum Abdallah, Zanzibar finest, lakini akakaa imara Hussein Moez. Dickson Job, wa pili ni Jazzy Maloko Dukapel, mpira umepotea. Khalid Aucho kenda kuslide. Benchi limenyanyuka. Benchi limenyanyuka na Khalid Aucho anaonyeshwa kadi ya njano. Kuonyeshwa kadi ya njano. Alikwenda, lengo lilikuwa ni kwenda kuslide kucheza mpira. Interception, lakini akajikuta kwa Faisal Salum Abdallah. Salam Abubakar, Babu Kaju, mpaka umfute. Alichokifanya ni kumpunguza kasi na yeye anapunguzwa. Anaonyeshwa kadi ya njano. Nilikwambia ya Club Africain ikiwa takriban misimu mitatu hivi iliyopita, nilikutana na Bernard Morrison na akafanyiwa madhambi. Nishojaza mpira mrefu ndani na ucheza Yannick Bangala. Jazzy Maloko Dukapel amefanyiwa madhambi. Jazzy, tazama namna ambavyo anasogea na mpira, lakini mpinzani akakataa. Taufik Sherif sambamba na USM Alger, Rayon Sport, Gor Mahia pamoja na wao wenyewe ambao walimaliza nafasi ya mwisho katika msimamo. Salam Abubakar kwa ataka kuondoka na mpira, lakini mpinzani ambaye ni Abdel Nur Belhusni akakataa, akafanya madhambi dhidi yake. Na kwa mazingira, tazama namna ambavyo anakwenda nje, ishara inaonyesha kama Gander anaweka mpira mrefu mbele kule. Amri jaribu kusogea tena, ananyosha mpira ule, lakini ni rahisi. Namna ambavyo alisogea na akapiga shuti, lakini alikujia vizuri katika daruga lake Abdel Nur Belhusni. Na mwamuzi anazimaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza, mchezo wa kombe la shirikisho Afrika playoff. Kipenga cha mwamuzi kimepulizwa.
Kipindi cha pili, dakika 45 za lala salama hauhesabiwi katika ile mikupuo mitatu ya mabadiliko. Amefanya madhambi Jezi Moloko du Capel, jezi nambari 7 kutokea upande wa kushoto, aliweka mali kwenye diffuser takupita hivi, lakini Jezi Moloko akakataa. Adem endelea kusogea tena, amefanyiwa madhambi na Jezi Moloko du Capel. Aliamua kumpunguza tu mpinzani baada ya kuona anasogea mbele zaidi, ingawa mbele yake kulikuwa kuna Kibwana Shomari, ila kuwa na usaidizi pembeni yake. Haya, Laria Zuni anakataa Djigui Diarra na anaondoshwa kwenye eneo la hatari. Clearance ile, Djigui Diarra alikataa kombora hili la Laria Zuni kwa ushirikiano mzuri na Salum Abubakar. Mashabiki ni wengi wamejitokeza, mashabiki ni wengi, na namna ambavyo Khalid Aucho alipelekwa chini, hao mashabiki kama nilivyokuambia awali kwamba ndio timu yenye mashabiki wengi zaidi kwa tathmini ya haraka nchini Tunisia. Katika jiji hili la Tunis ndio mashabiki wengi zaidi walipo, maana ndio makao makuu ya club, kama ilivyo pia kwa Esperance de Tunis ya kidemokrasia ya Kongo. Haya, endelea kusogea na mpira. Abdel Nour Belhusni naingia ndani ya box ile, kitakuweka ndani, lakini anakaa imara Djigui Diarra. Namna ambavyo alikuwa anasogea Abdel Nour Belhusni. Zuhair Zawadi amejaza ndani kule, anacheza kwa kichwa, mpira ule juu juu na kwenda nje, anakwenda bench. Ali Amri, jezi nambari 9, anaingia jezi nambari 8, nambari 28. Ameshaianza haraka haraka. Laria Zuni anaipiga ndani kule kwenda kukamata, kucheza mlinda mlango. Clearance unaondoshwa kwenye eneo la hatari. Jezi Moloko anakwenda kuulinda mpira, bado yuko nao Moloko. Jezi du Capel ni Moloko, kama ambavyo alikuwa anageuka, alikuwa anamtafutia tu mazingira ya kwenda chini. Mafanikio makubwa ambayo wako nayo Club Africain ni kubeba ubingwa. Huyu ndo Saber Abdellawi ambaye baada ya kukosekana kwa Jean Bertrand Georges, na hili ndo jaribio ambalo lilitengenezwa na Abdel Nour Belhusni baada ya makosa aliyofanyika ya kiulinzi. Yuko chini Jezi du Capel Moloko kwenye kombe la shirikisho Afrika, kutoka katika benchi la ufundi la Club Africain. Utulivu hakuna, na hii ndio Laria Zuni alijaza ndani kule. Djigui Diarra akakataa kenda kupangusa mpira ule, lakini mpira wa pili pia ambao ulipigwa ukafanywa clearance, uliondoshwa katika eneo la hatari. Kibwana anakwenda kurusha mpira. Stefan Aziz Ki, mwamba huyu hapa, amenyanyuliwa na amegeuza jezi. Wanamwambia wenzie inabidi aivue alafu aivae tena. Ukimwona tu unajua leo shughuli ipo. Ule na umefika Ghazi Abderrazek, amekwenda kupokea tena Ben Yahya na amefanyiwa madhambi. Sure Boy kenda kumwomba pale mwamuzi asitoe kadi ya njano. Ilikuwa ni Ben Yahya ambaye ameingia kwenye kipindi hiki cha pili, alikutana na mguu ule wa Job Dickson. Ujaza mpira mrefu ndani huku, Gandera anaucheza kwa kichwa. Wa pili ni mlinda lango Djigui Diarra, Faransa. Ujaza ndani kule, cheza kwa kichwa tena, anaondoshwa. Clearance ilikuwa hatari langoni. Bingwa mwaka 1991, na tukio lilivyotokea alienda pale Djigui Diarra akakutana na mpinzani akagongana naye. Tazama kwa kwenda mpinzani akaenda pale akamgusa Djigui Diarra tu. Anatambulishwa mchezoni Stefan Aziz Ki, lakini kuna zogo inaendelea uwanjani kwa wachezaji wa Club Africain. Wamekwenda kupeleka pressure fulani kwa mwamuzi. Wakati huo Jezi Moloko du Capel yuko chini. Ilikuwa kila mpira ambao watakutana na mchezaji yoyote wa Yanga wako chini, wakiomba huruma kwa mwamuzi. Namna ambavyo walitolewa nje, na mashabiki hawa wa Club Africain kwa namba kubwa wanashangilia kwa nguvu, aina ya ushangiliaji ambayo
kwa kuchukua mataji mengi ya michuano mingi. Ametolewa Stefan, ametolewa Khalid Aucho, ameingia Stefan Aziz Ki. Ujaza mpira mrefu mbele, anacheza tena kwa kichwa. Mwamuzi anasema madhambi yamefanyika, akiwa ameshikilia kadi ya njano na anamuonesha Bernard Morrison. Hussein Moise kwenda kukamata mlinda lango na mwamuzi anasema ni madhambi yamefanyika, kadi ya njano. Ilikuwa amezidiwa maarifa na Bernard Morrison, akaamua kufanya madhambi. Haya, Bernard Morrison anakataliwa. Faisal Salum Abdallah naiko tena mali pembeni kule, jaribu kusogea sasa. Adem Garib, Adem anakataa. Mlinda lango Jiki Diara amekataa, alikuwa yuko huru. Joyce Lomalisa hakuwepo kituoni, lakini Job Dickson Niani Kibangala alienda kupeleka pressure pale, ila aliupiga na mguu wa kushoto kwa udhaifu. Mlinda lango akakaa imara. Dakika 72 zimemtosha, anatambulishwa mchezoni Farid Musa Malik. Faridi Musa, Faridi. Mwamuzi anasema ni madhambi amefanyiwa Faridi Musa. Adem Garib endelea kusogea tena na mpira. Adem, no foul kwa mujibu wa mwamuzi, lakini amepuliza kipenga. Ilikuwa mwamuzi kaonesha ishara kwamba hakuna foul, kwamba amefanyiwa madhambi Adem Garib. Anataka kupita na Joyce Lomalisa, akasema hapana, akampunguza. La wachezaji wa Club Africain, mpira mrefu ndani kule, cheza tena kwa kichwa katika eneo la hatari. Kibwana Shomari, clearance, kaondosha mpira, umekwenda nje. Yupo chini Nader Gandhiri. Mpira mrefu ulijazwa, ikajazwa tena kwa kichwa ndani huku, akaenda chini Nader. Cheza mpira ule tena. Haya, mwamuzi anasema no foul. Mpira uko juu, anaondosha mpira tena kwenye eneo la hatari. Bado yuko chini nyota wa Club Africain, huku mashabiki wakionekana kughadhibika sana, wakirusha. Wakati huo yuko chini Ben Yahya ambaye ameingia kwenye kipindi hiki cha pili, wakishinikiza kwamba amefanyiwa madhambi. Faisal Salum alinyanyua mguu wake ule, lakini Ben Yahya akawa wa kwanza kucheza mpira kwa kichwa. Aziz Ki Stefan amemtafuta Faridi Musa, ameudhibiti, anaangalia sasa Faridi Musa afanye nini. Farid Musa kamdanganya mpinzani. Salum Abubakar anaojaza ndani kule. Fisto Mayele set up kwa kichwa, anaojaza ndani kule. Aziz Ki Stefan, nani aliwakatia tamaa wananchi? Nani aliwakatia tamaa wananchi? Wananchi hawa hapa kwenye ardhi ya ugenini. Faridi Musa Malik
anatengeneza mpango, unakwenda kwa Salum Abubakar. Fisto Mayele anafanya setup mujarab, anakutana nayo Stefan Aziziki, mwamba kutoka Burkina Faso, anaweka mpira katika wavu. Mlinda lango Hassan Moez unamshinda, mpira unajaa kambani. Wananchi wanatakata, wananchi wanatakata. Popote pale ulipo mwananchi, jipige kifuani mara 3, sema sisi ni wananchi, sisi tunaiwakilisha Tanzania, sisi tuko hapa kuhakikisha tunakwenda hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika. Game on. Zuhair El Dhawad meka mpira ule katika difriza. Haya, katika nafasi nyingine unapiga kinaobatiza, mpira umeambamba mpaka nje, ni kona. Haya, ameshaujaza mpira mrefu ndani huku, kwenda kucheza kwa kichwa na unakwenda nje. Kona nyingine, Zuhair El Dhawad haraka haraka na mguu wake wa kushoto imejaza ndani, kimeondolewa. Ses Faxieni ambao wao wanafanya vizuri ndani na nje, kama ilivyo pia kwa Etoile du Sahel, nao wanafanya vizuri ndani na nje kwa maana ya kimataifa, lakini story iko tofauti kwa Club Africain. Wenyewe wana bahati ya kufanya vizuri ndani. Dridi Yasin kaiacha moja, endelea kusogea tena mpira. Gareb Adem amefanyiwa madhambi, Gareb Adem, na ameghadhibika kweli kweli. Kamfuata Faisal Salum Feitoto, anamwambia nyinyi mliifunga Kipanga bao 7, na Kipanga inatokea Zanzibar ambako anatokea Faisal Salum Abdallah, miongoni mwa wawakilishi wengine kutoka Tanzania kwa ujumla wake, katika wale wawakilishi 6. Chigijara na wapanga, anamwambia kwenda kuchonga mpira ule, tayari ameshaujaza ndani, leko kwa kichwa ndani huku, unacheza tena kwa kichwa, bado tulivu hakuna, unakwenda nje. Wameutoa wao Club Africain. Kifaransa ni club, hivyo ambao wanaweza kusema hii inakuaje, mbona club alafu ku club ni Kifaransa, na hawa ni mafrancophones, yani taifa linazungumza lugha ya Kifaransa kama ilivyo kwa anglophones. Mbele cheza tena kwa kichwa, Dickson Job. Haya, katika nafasi ile anajaza mpira unakwenda nje. Farid Musa Malik, na mabadiliko anayofanya Club Africain. Lakini pia Bernard Morrison amekwenda bench, ametambulishwa Bakari Mwamnyeto. Adam Taus ameujaza ndani huku, amecheza kwa kichwa mpira ule, Jigi Jana amekataa, bia no goal, no goal, no goal. Lijazwa ndani kule kwenda kuicheza na akakaa imara Jigi Jara. Uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa kwenye kikosi hiki cha wananchi, matunda yake ndo haya sasa. Ameshaujaza mpira ndani ya box ile, amecheza kwa kichwa na umekwenda nje moja kwa moja. Ops, pale ndo anasema hivyo, ops. Wamefanya jitihada kubwa Club Africain ya kuingiza nyota wengi kwenye safu ya ushambuliaji, lakini mambo bado hayajawa mazuri mpaka sasa. Yeye ndo ameutoa nje. Gareb Adem inamimino tena ndani kule, taka kuunganishia moja kwa moja, mpira unaondoshwa akiwa analalamikia, lakini mambo yamekwenda tofauti. Mwamuzi na rasmi, wananchi Young Africans Sports Club wametinga katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika, na hiyo inamaanisha kwamba Tanzania klabu 2 zimefanikiwa kutinga katika makundi ya CAF msimu huu. Ni fahari, ni furaha kwa Watanzania, ni furaha kwa wananchi Young Africans ambao misimu mingi imepita kabla hawajatinga hatua ya makundi. Biashara ambayo ilikuwa ikiwasumbua kwa muda mrefu wamefanikiwa kuiweza leo hii. Chezo mgumu kwa pande zote mbili, lakini ni wananchi mwisho siku ndio waliofanikiwa kwenda hatua ya makundi mpaka dakika 90 za mchezo zinamalizika. Club Africain 0, Young Africans 1, na rasmi Yanga wanakwenda hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika.